Hello, habari vijana wenzangu, Watanzania wenzangu, ndugu zangu, rafiki zangu, mambo vipi? Pia wakubwa wangu, heshima yenu. Karibu sana kwenye channel yangu. Kama ni mara ya kwanza kufika kwenye hii channel, karibu sana. I'm your host, the one and only Idizo TZ. Karibu sana kwenye channel yangu, na hapa ni mahali ambapo sisi kama vijana tunaelimishana, tunapeana ABC za fursa tofauti tofauti na kuamshana kiakili, and also tunaenda extra mile kupeana fursa mbalimbali za sisi kama vijana kutukwamua kimaisha. As we know, maisha yamekuwa na pressure kubwa, ajira chache na mambo yanakwenda kasi, so welcome and let's go. So leo ningeomba nizungumzie kitu ambacho vijana wengi wamekuwa wakikisikia kutoka kwa ndugu, rafiki, and maybe kwenye mitandao ya kijamii, lakini wamekuwa hawakielewi vizuri. Labda umewahi kusikia mtu akisema au akidai maybe anapata pesa kupitia forex trading, or maybe umewahi kuona watu wakienjoy maybe Dubai vacation, lakini ukiwauliza wanafanya nini, wanadai wanafanya forex trading, na kwa upande wako umekuwa hawaelewi, wamekuwa wakikuchanganya, umekuwa ukijiuliza hii forex ni nini hasa. So leo nitaenda kukufungua na kukueleza kiundani what is forex, forex ni nini, inafanyaje kazi, watu wanapataje pesa. Kumekuwa na mkanganyiko wa watu wengi. Kuna wengine wakisema forex ni biashara, wengine wakidai ni kamari kama kamari zingine, na wengine wameenda extra mile na kusema forex ni utapeli. So katika video hii nitakueleza kwa lugha rahisi kabisa mpaka mwisho forex ni nini na inafanyaje kazi, ili upate kunielewa, na kama unaiendea uiendee wakati una ufahamu. So karibu sana. Na tukianza na forex, neno lenyewe forex ni it's like abbreviation ya maneno mawili, au ni kifupisho cha maneno mawili, ni foreign exchange. Forex wakachukua for as a foreign and x as a exchange, ni kama maana yake ni kubadilisha sarafu za nchi mbili tofauti, let's say, itolee mfano una dola ya Kimarekani, maybe uliipata kutoka kwa mjomba, shangazi, baba, mama alikupatia dola ya Kimarekani. So upo Tanzania, hauwezi ukaitumia ile dola, you must be going to bank, lazima uende benki ukaibadilishe. So umeenda benki, ile dola ukaenda kuibadilisha kwa pesa ya Kitanzania. So umetoa dola wakakupatia shilingi ya Kitanzania. So moja kwa moja pale umehusika kwenye soko la forex. Mfano mwingine, maybe unatoka Tanzania unaenda maybe Kenya au Msumbiji. Unafika katika migration, sehemu ambayo kuna kivuko cha au kuna mpaka wa nchi moja na nchi nyingine, na wewe una pesa za Kitanzania, na unakwenda Msumbiji au unaenda Kenya. Pale kwenye kivuko kuna watu ambao wanabadilisha pesa mbili tofauti, pesa ya nchi ambayo unataka uingie na nchi ambayo unatoka. So una pesa ya Kitanzania, so unawapatia pesa ya Kitanzania, then wanaisaminisha na kukupatia pesa ya nchi ambayo unakwenda, maybe Msumbiji au Kenya. So pale moja kwa moja tunasema umehusika kwenye soko la forex. I think kwa mifano hii miwili utakuwa umenielewa vizuri. Na soko la forex ndilo soko kubwa zaidi duniani. Kila siku inakadiriwa zaidi ya trilioni 7.5 kubadilishwa kati ya mabenki, makampuni makubwa, serikali, wawekezaji na wafanyakazi na wafanyabiashara binafsi wakubwa. Sasa swali linakuja,
wafanyabiashara wa forex wanapataje pesa? Na hapa jibu ni rahisi mno. Wafanyabiashara wa forex wanapata pesa kutokana na kupanda na kushuka kwa thamani ya sarafu. Kwa mfano, leo Tanzania shillings inaweza kuwa na nguvu kuliko Kenyan shillings, na kesho hali hiyo inaweza ikabadilika. Mfanyabiashara wa forex anachofanya ni kutabiri mwelekeo wa bei na kujaribu kunufaika na mabadiliko hayo. Hebu nikufungue kidogo uelewa. Fikiria kama umenunua gunia la mahindi kwa shilingi 50,000. Badala ya wiki moja bei inapanda hadi 70,000, Ukiliuza kwa 70,000 unapata faida hapo, Forex inafanya kazi kwa kanuni hiyo hiyo. Isipokuwa kwenye forex badala ya mahindi hapa tunafanya biashara ya sarafu, Sasa watu wengi wanafikiria forex ni njia ya kutajirika kwa haraka. Hapo ndo wanapokosea. Forex si mashine ya kuchapisha pesa. Forex ni taaluma wazee. Vijana wenzangu, forex inahitaji elimu. Forex inahitaji nidhamu, uvumilivu na usimamizi mzuri wa kifedha. Watu wengi wanaoingia kwenye biashara ya forex wakitegemea kuwa matajiri ndani ya wiki moja, mwezi, maybe au mwaka mmoja, huwa wanapoteza kabisa pesa zao na wanapoteza dira kabisa ya maisha. Lakini wale wanaoichukulia forex kama taaluma na kujifunza kwa muda mrefu wana nafasi kubwa ya kufanikiwa. Na kitu kingine ambacho nataka nikujuze ni muhimu ni kwamba forex inaweza kufanywa au unaweza kufanya ukiwa na simu, kompyuta na internet. Hauhitaji kuwa na ofisi kubwa, hauhitaji kuwa na wafanyakazi, uhitaji mtaji wa mamilioni ili kuanza kujifunza. Ndio maana watu wengi wamevutiwa na hii sekta, Lakini napenda kusisitiza jambo moja muhimu sana. Forex sio suluhisho la miujiza kwa matatizo yako ya kifedha, Badala yake ni fursa inayohitaji muda, maarifa na nidhamu. Kama daktari, mwalimu wanavyoenda chuo miaka 3 maybe 5 ili kusomea kuwatibu watu au kusomea kufundisha wanafunzi wa walimu. It's the same as to forex. Ni sawa na forex. Forex inahitaji muda kujifunza, inahitaji uvumilivu, pia ina gharama kwenye kujifunza. Lazima ujifunze kabla ya kufikiria pesa. Siku zote pesa inafuata maarifa. Kwa vijana wenzangu, ninaamini dunia imebadilika sasa. Teknolojia imefungua milango mingi ya fursa. Forex ni moja ya fursa hiyo. Lakini ili uweze au iweze kukusaidia, lazima uingie kwa akili, elimu na subra. Usikimbilie kutafuta pesa, kimbilia kutafuta maarifa. Pesa zinatafuta maarifa yako. Kama umejifunza kitu kupitia hii video, andika kwenye komenti, nimeelewa forex ni nini. Usisahau kulike hii video, kusubscribe, kusambaza kwa marafiki zako. Maybe wajifunze au wapate ABC kuhusiana na hii biashara au hii fursa ya forex trading. Mimi ni host wako, the one and only Idizo TZ, and welcome again. Goodbye.